Tunaendeleza uchambuzi wetu wa sura ya pili, nguu za jadi, na sasa tuko katika ukurasa wa 20 na tutasonga mbele mpaka ukurasa wa 30. Kwa hivyo tutaangazia yale yaliyomo kati ya ukurasa wa 20 na ukurasa wa 30. Basi tuanze kwa kuangazia yaliyomo. Ni kwamba katika kurasa hizi zinaonyesha mgogoro kati ya Mrima na Sagiru, ambapo kuna hali ya uhasama na mafumbo yanaonyesha mvutano wao. Wakati huo huo, urafiki kati ya Mrima na Mangwasha tunaarifiwa kwamba unaimarika na hatimaye wanaamua kuoana baada ya posa ya Mrima kwa wazazi wake Mangwasha kukubalika kule kwa mzee Shauri. Hata hivyo, Chifu Mshabaha anapinga ndoa hiyo kwa sababu anataka Mangwasha aolewe na tajiri Sagiru badala ya Mrima maskini. Mangwasha anasimama kidete na kusisitiza kuwa amechagua mapenzi na heshima badala ya utajiri, akionyesha msimamo na uhuru wa maamuzi yake. Tunaweza kuona vilevile kwamba kwa jumla karatasi hizi 20 hadi 30 zinaweza kuzingatia mada za mapenzi ya kweli, uhuru wa uchaguzi ama kuchagua mauli uteuzi wa moyoni, na mgongano kati ya tamaa ya mali na maadili ya kibinafsi. Hivyo maudhui ambayo yaliyojitokeza pale ni maudhui ya mapenzi ya kweli, ambapo tunaona kwamba mapenzi kati ya Mrima na Mangwasha yanaonyeshwa kuwa ya dhati, kwani wanapendana licha ya hali ya umaskini wa Mrima. Mangwasha anakubali kuolewa na Mrima si kwa mali bali kwa mapenzi ya kweli, na hiyo tunaweza kuliona pale ambapo anakataa ushawishi wa Chifu Mshabaha wa kuolewa na Sagiru ambaye ni tajiri mtajika. Jingine tunaliona pale ni kwamba kuna hali ya uhuru wa kuchagua, yaani ile haki ya mwanamke, kwamba mwanamke hapa akisimamiwa na Mangwasha anasisitiza haki yake ya kuchagua mwenzi wa maisha yake. Anakataa shinikizo la kutoka kwa Chifu Mshabaha na kuamua kufuata moyo wake wa kuchagua Mrima. Yaani kwa maneno mengine, kuonyesha kwamba mwanamke yuko huru, ana haki ya kuchagua mchumba wake na mpenzi wake na mtu ambaye atakayeishi naye katika ndoa, kwamba zile enzi za mwanamke kuchaguliwa mchumba zimepitwa na wakati. Tunaweza kuona maudhui ya tamaa ya mali dhidi ya maadili, kwamba Sagiru na Chifu Mshabaha wanawakilisha watu wenye tamaa ya mali katika jamii kwa matendo yao, kwamba walitaka Mangwasha aolewe na Sagiru kwa sababu ya utajiri wake, na hii inakinzana na msimamo wa Mangwasha anayechagua maadili na mapenzi badala ya mali na jina kubwa katika nchi. Kuna maudhui ya migogoro katika jamii, ule mgongano, kwamba kuna mgogoro kati ya Mrima na Sagiru kuhusu Mangwasha. Pia kuna ule mgongano wa maoni kati ya kizazi cha wazee, yule Chifu Mshabaha akiwasimamia wale wazee na vijana kuhusu ndoa na maisha. Na vilevile tunaweza kuona kwamba katika ukurasa ule wa 20 mpaka 30 kwamba kuna maudhui ya ujasiri na msimamo dhabiti, kwamba Mangwasha anaonyesha ujasiri kwa kupinga mamlaka ya chifu na kusimama na uamuzi wake wa kuolewa na Mrima, swala ambalo linaonyesha umuhimu wa kusimamia kile unachokiamini katika maisha kuwa sahihi pasi kubadilishwa na mtazamo wa mtu mwingine. Basi tuweze kuangazia sifa za wahusika ambazo zinatokeza katika sura ya pili, ukurasa wa 20 hadi ukurasa wa 30. Tutaanza na Mrima. Katika kurasa hizo tunaweza kuona kwamba Mrima ni mwenye mapenzi ya dhati, anampenda Mangwasha kwa dhati na yuko tayari kumwoa licha ya changamoto. Pili ni kwamba Mrima ni mvumilivu, anakabiliana na upinzani kutoka kwa Sagiru na Chifu bila kukata tamaa. Tunaona vilevile kwamba ni mnyenyekevu, hana majivuno ya mali, anaishi maisha tu ya kawaida, lakini ana heshima ama yenye heshima kubwa. Mangwasha pale tunaweza kusema kwamba ni jasiri, kwamba anapinga maamuzi ya Chifu Mshabaha bila woga ya kutaka kumshinikiza kuolewa na mtu asiyempenda na mtu ambaye hamtaki. Pili, tunaweza kuona kwamba Mangwasha ana msimamo dhabiti, kwamba anakataa kuolewa kwa lazima na Sagiru na kusimamia uamuzi wake na utu wake kama mwanamke.
mwisho ni kwamba tunaweza kuona kwamba Mangwasha ni mwenye maadili mema, kwamba anathamini mapenzi ya kweli kuliko mali ya mtu. Tunamuona Sagiru, sifa zake pale ni kwamba tunaweza kuona kwamba ni mwenye tamaa ya mali, kwamba anategemea utajiri wake ili kumpata Mangwasha, kwamba atatumia utajiri wake kama ndoano ya kuweza kumnasa ama kumvua ama kumshika yule Mangwasha. Tunaona kwamba ni mshindani mwenye wivu, kwamba anaonyesha uhasama dhidi ya Mrima kwa sababu ya mapenzi ya Mangwasha, pale ambapo tunaambiwa kwamba walipokutana na Mangwasha, walipokutana na Mrima, alizungumza maneno ambayo ni ya kumdhalilisha na maneno ambayo ni ya kumtolea heshima yake. Mrima ni mwenye majivuno, anaamini mali inaweza kumshawishi Mangwasha, anaona kwamba mali yake yatosha, hana jingine. Na tunapozungumza kuhusu Chifu Mshabaha, ni mwenye mamlaka na ubabe, kwamba anataka kutumia mamlaka yake kuamua nani atakayemuoa Mangwasha bila kujali hisia za Mangwasha. Ni mwenye upendeleo wa mali, kwamba anapendelea Sagiru kwa sababu ya utajiri wake, na hivyo anataka kumlazimisha hata Mangwasha kuweza kuelewa na rafikie ambaye ni Sagiru. Ni mshikiliaji wa mila ama ni mtamaduni, pale ambapo tunaambiwa kwamba ama ni mhafidhina, pale ambapo tunaambiwa kwamba anafuata mtazamo wa jadi, anafuata mtazamo wa jadi, kwamba wazazi au viongozi ndio walio na uwezo ama ndio ambao wanaofaa kuamua ama kufanya maamuzi kuhusu ndoa ya mtu ama kuhusu ni nani ambaye atakayemuoa msichana katika jamii. Baadhi ya mbinu za lugha ambazo zilizotokeza katika ukurasa huo wa 20 mpaka 30 ni kama zifuatazo, kwamba tumeweza kuona kwamba kuna mazungumzo au dialojia, kwamba tunaona kwamba kurasa hizi ndani yake zimetumia mazungumzo kati ya wahusika kama vile Mrima na Mangwasha ili kuendeleza ploti. Kwa mfano, wahusika wanazungumza kuhusu ndoa na maamuzi yao, jambo linalodhihirisha hisia na msimamo wao. Vilevile tunaweza kuona kwamba kuna mbinu ya taswira mbalimbali ambazo zimetokeza pale ambapo mwandishi ametumia maneno yanayojenga picha akilini kuonyesha hali au hisia kamili, kama pale ambapo tunapata maelezo ya hali ya mvutano kati ya Mrima na Sagiru, ambayo yanaweza kuunda taswira ya uhasama, hisia zile za uhasama na chuki kati ya Mrima na Sagiru. Mwandishi vilevile ametumia misemo mbalimbali katika kurasa hizo. Ukisoma utaweza kuzichambua zaidi, kwamba kuna matumizi ya misemo ya Kiswahili kuwasilisha ujumbe kwa njia ya kifasihi. Pale kuna methali, pale kuna nahau na kuna misemo mbalimbali. Kwa mfano, baadhi ya kauli ambazo ametumia ni kama vile anaposisitiza kuwa mali si kila kitu, bali hekima, mali sio kila kitu katika jamii. Mali haifai kutumiwa kama kigezo cha kufanya mtu kuamua ni nani ambaye atakayemuoa ama ataolewa wapi, kama mojawapo ya baadhi ya hekima za jamii hii. Kuna mbinu ya takriri, kwamba baadhi ya maneno yamerudiwarudiwa kutoka mwanzo hadi mwisho. Kwa mfano, msisitizo wa Mangwasha juu ya kuchagua kwake unaonekana kurudiwa mara kwa mara, na ni vile kwamba pia kuna ulinganisho. Ametumia mbinu kama vile tashbihi na sitiari katika kurasa hizo, kwamba Mangwasha analinganisha hali au watu ili kufafanua zaidi. Tofauti kati ya utajiri wa Sagiru na unyenyekevu wa Mrima ni aina ya ulinganisho huo. Asema kwamba Sagiru ana mali, lakini Mrima ana heshima, ana unyenyekevu, hali zile za ulinganisho ama mbinu ile linganuzi. Kuna maswali mengi sana ambayo ni maswali balagha. Kwa mfano, ukiweza kutazama baadhi ya kurasa hizi utaweza kuona maswali hayo balagha ambayo yameendelea kuulizwa kwa kila ukurasa ambao tuliousoma. Kwa hivyo hayo ndio baadhi ya mambo ambayo tuliyoyapata katika ukurasa wa 20 hadi ule ukurasa wa 30.